Sasa baba akaanza kuoza kuanzia kwa miguu. Mwili unaoza. Ukaja juu. Ikafika mpaka kwa tumbo inaoza. Ukiingia kwetu unasikia uvundo. Kwa mlango ama mbele ya boma unasikia harufu ya maiti. As we speak, mtoto wetu hayuko. Alikulwa. Alikulwa na mamba. Oh my. Kuna kitu alikuwa nayo kwa kanyungu kadogo. Akanimwagia. Nilikuwa wazimu instantly. Ile nyoka ikajaribu kuninua unaona hii mguu ya left ilianza kulamba. It's like ni kama kulamba kutaka kunimeza. Sasa ilikuwa inafanya pande hii. Ikumeze. Sasa ilimeza mpaka hapa. Walipata ile nyoka imenimeza pande moja. Wakaita kwa jina fulani. Waliita kwa jina fulani. Yes. Na ikatoka. Waliniambia fungua mdomo. Nikafungua mdomo. Kuna kitu ilikuwa inakaa kama damu. Sijui ilikuwa ni nini. Kwa kanyungu fulani. Wakaniwekea kwa ulimi. Akachukua kisu fulani. Akakata hapa, unaona alama. Ya alama hii. Ndiye alikukata hapa. Ndiye alikata hapa. Damu ikatoka. Akamix na ile damu. Fikira zangu zikarudi. Msichana, hebu angalia pale. Kuangalia, unaona hizi mikono? Naona kama mikono 3 za watu. Mikono tu kama hizi. What are you saying? Yes, kama hizi tu, unaona kama hizi. Welcome back again, good people, and thank you so much for your support. I don't take your support for granted. As usual, I will never get tired of saying thank you. Thank you so much for your like, your comment. Thank you so much for always tuning in. Today we have a guest who's ready to share a testimony with you. And I believe this one will shock you, and also you are going to learn from the testimony. So welcome as we start. Hello mchungaji. Hello. Habari gani? Salama. Karibu sana kwa show. Amen. Nimefurahia sana vile umeweza kujitokeza, ukaweza kushare your testimony na our viewers. Yes. And I believe your testimony inaenda kusaidia mtu pale nje. Amen. So bila kutoza wakati, introduce kwa majina. Asante. Then after there, utatuombea tuanze. Asante. Yes. Viewers, mimi naitwa mchungaji Goro Ongaro Isaiah. Mimi ni mchungaji katika kanisa linaloitwa Bahati Ministries. Kayole hapa Nairobi. Okay. Na zaidi ya yote, kabla sijasema jambo lolote, naomba tuinue mikono zetu ama tuinamishe vichwa. Yes. Tumpe Bwana utukufu. Na kuinua Kristo, rehema ni zako Bwana. Asante kwa sababu ya siku ya leo ambao umeandaa. Tumepata rehema zako Bwana kuona siku ya leo. Wacha jina lako lipewe sifa, utukufu wako uonekane Baba yangu na Mungu wangu. Katika jina la Yesu Kristo nimepata kwa mara kuamini. Amen. Amen. Karibu sana. Asante. Wacha tuanze your testimony. Inaanzia wapi sasa? Mimi testimony yangu wacha ianzie pahali ambapo babangu mzazi alituacha. Baba alituacha mimi nikiwa class 8. Kwa nini aliwaacha? Si ati alituacha akaenda, baba aliaga. Pole. Baba alipokuwa na aga, baba alishikwa na ugonjwa wengine tatanishi. Okay. Baba alikuwa ni mtumishi wa Mungu, mama pia. Sasa baba akaanza kuoza kuanzia kwa miguu. Mwili unaoza. Ukaja juu. Ikafika mpaka kwa tumbo inaoza. Ukiingia kwetu unasikia uvundo. Kwa mlango ama mbele ya boma unasikia harufu ya maiti. Lakini baba bado anaongea. Ukiingia kwa ile nyumba unaona maggots, wadudu zinamtoka kwa hizo sehemu zimeoza, lakini sehemu zingine bado ziko hai. Ikafika baba akaoza mpaka karibu na hapa kwa roho. Sasa ilipofika asubuhi tukiwa tumeamka, tukakuta kule kuoza imefika karibu na shingo. Pale alikuwa amelala maggots wote. Akaambia mama, nipe Biblia. Mama akampa Biblia. Akaimba wimbo mmoja tu, Bwana u sehemu yangu.
rafiki yangu wewe. Alikuwa naimba kwa kilugha. Lakini hii ni tafsiri ya Kiswahili. Sasa sote tukainua mikono. Katika kule kuimba akaambia mama, gari limefika. Sasa jitayarisheni, mimi naenda. Mimi na mama tukatoka nje. Hiyo area ilikuwa bit remote. Tunashindwa gari imefikaje hapa. Baba anasema gari imefika, anaenda. Sisi kurudi, kwenda nje hatukuona gari. Kurudi tumepata baba ameenda. Kumaanisha ile gari ni kwamba Bwana alikuwa anamchukua. Alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Sasa tumebaki na mama. Watu wakaja, ndugu ya baba wakaja na familia yake. Sasa hapa ndio story inaanza. Hii ingine ilikuwa tu ni mwanzo. Baba, ndugu ya baba akasema ya kwamba huyu ndugu azikwe the same day. Sababu gani? Kama alikuwa naoza na bado yuko hai, hakuna mtu atangojea mpaka kesho hiyo uvundo. Mama akasema jamani, wachini hata watu wa kwetu wafike juu wako mbali, si watu wa hii area. Yes. Na hata relatives wenu wengine pia si watu wa hapa. Yes. Nipeni wakati tuwatafute. Tuwajulishe mzee ameenda. Walikataa. What? Wakati huo hakuna matayarisho mazuri, sababu kwetu kulikuwa ni boma ambayo iko chini kabisa. Tulikuwa na kuku moja. Wakati unasema kuoza, hizi nyama zilikuwa zinaanguka ama kulikuwa kuoza design gani? Ilikuwa tuseme kwa mguu, unakuta kule chini mbele kumeoza, katikati imeoza. Sasa it's like ni kama patches. Ni kama patches. Zinaenda zikinini. Ni kama round, tena round. Okay. Hizo rounds, hapo inaanza kutoka wadudu. Tena ikikuja huku, yes, ingine unaona kuta hapa, tena ingine huku, tena ingine huku. Sasa usaa inatoka. So ilikuwa inaruka. Mpaka huku nyuma mzee hawezi keti. Wow. He could not. Hata zilitoka mpaka kwa mikono. What? Sasa inabidi mtu mzima analishwa. Oh my God. Sasa tulikuwa tunamlisha in turns, mama akienda kutafuta chakula, mimi namlisha ama ndugu yangu mkubwa. Lakini unamlisha katika ile hali ya kwamba itabidi uvumilie sababu ya ile harufu. Lakini sababu ni mzazi, tulikuwa tunavumilia. Yeah. Mpaka akatuacha. Sasa ndugu yake alilazimishwa azikwe the same day. Sasa mama alilalamika, lakini hakuwa na uwezo. Sisi tulikuwa ni wandugu wawili na dadangu ambaye ananifuata, dadangu mdogo. Sasa pia hatuna chochote. Yeye alisema mzee afungwe kwa jamvi. Sijui kama watu wanajua jamvi. Tunaijua. Jamvi. Yeah, tunaijua. Sasa babangu kwanza alifunikwa kwa blanketi, alafu akafungwa kwa jamvi. Wakachimba shimo, mzee akawekwa ndani bila sanduku. What? Yes, bila. Alizikwa kama mnyama. Kama mnyama. Wakati huu wote sisi hatukujua shida ni nini. Lakini tulijua shida after a week baba kuzikwa. Sababu yule ndugu ya baba alikuja nyakati za jioni. Akasema ya kwamba itabidi mamangu achague mambo mawili. Sisi sote pamoja na mamangu tutoke tuishi kwake. So kuanzia siku hiyo sisi wote ni watoto wake, mama ni mke wake. Akikataa yeye mwenyewe atoke, sisi atuache sababu sisi ni damu ya ile boma. Ilikuwa ni kelele na vurugu, lakini kwa sababu mama ni yuko peke yake, mama alifukuzwa. Alifukuzwa usiku. Usiku kama saa 3 hivi, mama alienda akilia. Lakini wakati alipokuwa analia, alifika mbele ya boma na akarudi, akaenda kwa ile kaburi. Akaomba, akisema Mungu, naacha watoto wangu, si kwa kupenda kwangu, lakini umeona. Kwa hivyo kama wewe ni Mungu wa yule mtumishi amelala hapa, nami pia naenda, jidhihirishe. Na hawa watoto wangu siku moja wakutumikie. Wasiende vile ninavyoenda, na wasiende vile baba ameenda. Mama akaenda.
wakati huo anapoomba, hakujua wale watu wamerudi wako nyuma yake. Akamwambia ushamaliza kuomba? Ondoka. What? Aliondoka saa 3 usiku. Sisi tulichukuliwa na nguo zetu tukapelekwa kwa ile boma. Kumbe shida ilikuwa ni shamba. The whole thing was revolving around shamba. The whole thing. Sasa hii shamba ni dadi alinunua, babangu. Alinunua kwa mtu mwingine hapo. Na huyo mtu alikuwa rafiki ya huyu ndugu yake mkubwa. Walikuwa rafiki chanda na pete. Kumbe plani ilikuwa ya kwamba baba akishaenda na mama afukuzwe, sisi tulikuwa wadogo, hii shamba watagawana tena. Yeah, that was it. Na waligawana. What? Waligawana tukiwa bado tuko hai. Sasa nikafanya class 8 nikapita. Hii class 8 ninayofanya ninapita, ninaamshwa saa 11. Ninaenda kupalilia. Na huyu dadangu mdogo. Tunachota maji tukitoka kwa mto, tunaleta nyumbani. Watoto wao wanaoga kwa boma. Hizi maji ambazo tumeleta zikiisha, tunarudi tena kwa mto. Mpaka waoge, walikuwa watoto 6. Waoge vizuri. Sasa wakishaenda tena tunaleta maji ambao hawa watatumia si tukiwa shule. Tulikuwa tunaenda shule kwa 3 days in a week. Siku 2 sasa hatuendi. Sababu inatakana tufanye hii, tufanye hii, tufanye ile. Siku moja, nyakati za saa 2 usiku, maji ilikuwa imeisha. Sasa wakasema mimi niende nikachanje kuni. Kutafuta kuni, zile zitatumika. Zile tulikuwa tumetumia wameshamaliza. Sasa chikuni hakuna, mimi nikatafute kuni saa 2 usiku. Kwangu hiyo haikuwa shida, nilikuwa najua pale naweza zipata. Shida ambayo ilitokea, huyu mtoto wangu wetu ambaye ni my sister, ambaye ananifuata, aliambiwa aende mtoni usiku saa 2. Huyo mtoto akasema, my sister akasema, hii mto iko na mamba. Na pia iko na wanyama na hata nyoka. Nikienda saa hii, naweza patikana na shida. Yule mke wa ndugu ya baba alichukua kuni fulani. Alimpiga kichwa dadangu. What? It's like alizirai, sababu pale alianguka. Ilichukua kama dakika 20 hajaamka. Na wakati huo hajaamka bado anapigwa nyuma na ile mti. Akasema akamwambia utakufa kama baba yako. Hiyo kitu ilinigusa. Huyu ni binadamu anafanya hivyo? Alifanya mama. Ilikuwa ni saa 2 usiku. Na tayari yako na watoto. Alimpiga. Sasa mtoto wetu come back to yani fikra kurudi. Alichukua ndoo. Kukimbia kwenda kuleta maji. As we speak, mtoto wetu hayuko. Alikulwa. What? Alikulwa na mamba. Oh my God. Hakuzikwa, mtoto wetu hakuzikwa. Hakuzikwa, hatujapata hata hizo nguo mpaka wa leo. Jesus Christ. Alikufa. Hajapatikana. Na kwa hiyo boma yule alilia ni mimi. Not any other person. Hawakulia. It was only me who cried for my sister. Mamangu hatujipali yuko. Na pia siruhusiwi hapa kuondoka ati kwenda kutafuta. Na sikuwa najua kwa wajomba wangu. Pali kwa kina mam na hapa ni mbali, singeweza kwenda. So nikafanya mtihani nikapita. Kule kupita nikaitwa shule inaitwa St. Joseph Rapogi. Joseph Rapogi. Sasa pesa sasa shida. Lakini Mungu ni mwema. Yule chairman wa PTA aliandikia mwalimu mkuu wa ile shule. Ni kama walisoma naye college. Akamwambia chukua mtoto. Mimi nitajua vile nitashughulika. Nilichukuliwa form 1. Lakini hii form 1 naenda na blanketi moja. Hakuna sabuni. Yaani mimi nilikuwa naenda shule. Naenda nothing. Sasa nguo kufika vile waliniona. Na ule headmaster alikuwa ameshajua. Siku hizi wanaitwa principals.
vile alishaambiwa na yule ile hali tunatoka juu, huyu ni kama alishia na yeye. Nilipatiwa uniform. Sikujua ni nani alinunua. Yes. Mungu ni wa ajabu. Nikasoma form 1, form 2. Hapo ndio shida ikatokea. Sasa ile ambayo inafanya sasa ninaitwa leo mchungaji. Hii yote ni kama ilikuwa ni warm up natengenezwa. Preparation. Sasa ndio ngoma ikaanza sasa. Form 2 kufika tu form 2 it was on a Thursday. Tulikuwa tunafanya hizi CATs, continuous assessment tests. Mimi nilikuwa na keti karibu na dirisha. Sasa tumesha kutoka dining hall, tumerudi sasa tuko kwa class hii ya preps za usiku. Hapo karibu na dirisha nikaona ule mzee ambaye alituuzia shamba. Yuko karibu na hiyo dirisha. Hii shule iko na gates 3. Hizi gates ziko na watchman. Huwezi ingia usiku, huwezi toka. Hatujui vile yule mtu aliingia. Siwezi elezea mpaka saa hii vile aliingia, na nikamwona ni huyu. Kuna kitu alikuwa nayo kwa kanyungu kadogo. Akanimwagia. What? Vile alinimwagia nikasikia ni kama kichwa ina spin. Wale ambao baadaye walikuja kuniambia wanasema niliruka ni kama nimerushwa. Nikapiga kichwa kwa ukuta the other side. Nikaanza, in fact nilikuwa wazimu instantly. What? Haikuwa ati ilichukua process, instantly. After amekumwagia kwa nyungu. Hiyo maji, kulikuwa na maji fulani ndani ya hiyo nyungu. Yes. Niliona akitumbukiza mkono, akatupa. What? Hiyo kitu ilinimwagikia sababu dirisha ilikuwa wazi. Sijui alijuaje dirisha ilikuwa wazi. I just don't know. Lakini sasa ndio naenda kuelewa ya kwamba kumbe shetani ako na kazi na anafanya. Yes. The devil is not asleep. Sasa aliponimwagia nikawa wazimu. Nikachukuliwa na watoto wenzangu na walimu wakaja, nikapelekwa kwa hospitali ya shule. Kule mama alienda, mama pia alikuwa muombezi. Pia wanaomba kule. Bwana akamletea ufunuo ya kile kinanitendekea. Lakini hawezi toka huko pale panaitwa Mbita. Akuje huko. Alikuwa pale panaitwa Mbita. Akuje mpaka huku na ni usiku. Yes. Hawangeweza. Keshoe wakaja. Wakajaribu kuambia mwalimu tumuombe nini. Hawako waelewa. Sasa wakatoka nje wakaenda kuomba kule nje. Hii kitu ikapungua kidogo. Wale ambao ni yule ndugu ya babangu saa 3 asubuhi alikuwa kwa shule. Hakuna mtu alimpigia simu. Yes, hakuna, but he was there. What? Plus yule alifanya hiyo kitu. Huyo mzee pia alikuwa. Wakasema wameambiwa na mtu nimekuwa mgonjwa. Sasa kuna pahali natakana nipelekwe nikatengenezwe. Hii ugonjwa itoke. Yes. Wanajua ugonjwa kama hii inatengenezwa. Sijui wali convince mwalimu namna gani, lakini baadaye walitumia lugha hospitali fulani. Hapo ndio wakaelewa, wakanitoa. Sasa hapo kumbe ndio nilikuwa naenda kufanyiwa kazi vizuri, niende kama baba. Si dadangu alishaenda, baba alishaenda, mama sasa hayuko. Sasa imebaki mimi. Sasa ilikuwa ni mimi sasa nifanyiwe vizuri na niende kama dadi. Sasa wakafukuza mama hapa atoke. Lakini kumfukuza wakasema yeye ndiye ananifanyia hivyo. Wakageuza. Wakasema ni yeye ndiye ananifanyia hivyo na asirudi tena kuje kwa ile boma na hata kwa hii shule asirudi sababu yeye ndio chanzo cha shida yangu. Sasa unaona mama ni mjane. Mtoto wake amekatazwa sasa simuone. Mtoto wake akiwa mgonjwa ni yeye ndiye analeta shida. Mama alipata kusikia fununu ya ule mtoto. Wakasema na mtoto wangu nilisikia kuna shida. Akasema huyo mtoto wako pia ni wewe ulifanya. What? Na baada ya huyu utatuletea huyo mtoto wetu. So makosa zote ni za mama. Ili wakuwini wewe. Correct. Wakupate wewe. Wanipate mimi.
Sasa sinaenda na hawa. Kumbuka sasa hawa ni maadui zote. Umeenda katikati ya simba. Katikati ya ilikuwa ni nyakati za jioni. Yeah. Bado fikra hazijakuja sawa sawa. Lakini walikuwa wamenibeba kwa bike. Hizi baiskeli. Sasa walikuwa najua sisikii chochote. Sasa nikasikia ule mzee akasema ya kwamba watu wako nyumbani na we mpeleke kwako kwa jikoni. Mfungie hapo kwa jikoni. Mimi nakuja na timu. Tukisha kuja na timu, huyu kazi yake ni dakika 3. Na ameisha. Nikajua, sasa unajua sijiwezi, lakini najua sasa hapa ni kubaya. Hapa naenda kuuawa hapa. Sasa nikapelekwa kwa jikoni fulani. Na hiyo jikoni ilikuwa haitumikagi sana. Ilikuwa ni kama ile ilikuwa imezeeka, kuna ingine wako nayo mpya. Nikawekwa kwa hiyo jikoni, haina mlango. Yes. Walikuwa wamejua vizuri kabisa hapo, given that ile hali niko sitatoka. Huwezi fanya anything. Siwezi fanya anything. Na kuangalia hivi nikaona kando ya hiyo jikoni nikaona kuna kitu python. Kwa hiyo kona kubwa. Kubwa. Kwa hiyo kona. Yes. Sasa zile wameniwacha nikabaki hapa, ile kitu ikakuja ikacoil itself. Ikaanza kujikoil, ikasimama kwa chest. What? Kuniangalia na macho. Sasa mimi nikaona hapa sasa nimekufa. Nikafikiria hii ndio walikuwa nasema wakuje na hata nikajua tu hapa sasa. Hakuna. You saw with your eyes. Yes, lakini unajua mimi ni yule nilianguka kichwa jana. Hii ni keshoe. Sasa unashindwa hii yote napitia kwa nini? Hii yote ni ya nini? Yes. Nimekosa nini? Nimefanya nini? Yes. Kama ni shamba si wangetufukuza tu tuende. Yes, na wachukue tu. Badala hii yote. Sasa ile nyoka ikajaribu kuninua unaona hii mguu ya left ilianza kulamba. It's like ni kama kulamba kutaka kunimeza. What? Na hiyo kitu ile mate yake ni slimy. Ni kama ni kamasi. Vile ni kama ni kamasi. Sasa ikilamba inakuwa soft, inawe ya kwamba kumeza inakuwa hiyo kitu ilitendeka nikiona inakuwa kama mafuta hivi. Kama mafuta hata kama omo inateleza hivi. Sasa ilikuwa inafanya pande hii. Ikumeze. Sasa ilimeza mpaka hapa. What? Hii mguu ilimeza. Sasa unajua vile nilikuwa nimewekwa, miguu zilikuwa apart. Yes. Siwezi kurudisha hivi. Yes. Sina nguvu. Yes. Sasa ile kitu ni kama maybe ilipewa instruction ama sijui siwezi kueleza. Yes. Lakini ilimeza mpaka hapa. Oh my God. Hiyo python. Python. Ilikumeza. Python inaitwa chatu kwa Kiswahili. Yes. Sasa ilimeza mpaka hapa. Mguu yote ikakuwa kwa mwili. Sasa this side vile waliniweka chini, si atu waliniweka polepole, waliweka ile kama kigunia. That is it. Kama kigunia. Yeah. Sasa ile kuniweka kama kigunia, nafikiria ndio miguu hazikuweka au zikukaa pamoja. Zingekaa pamoja ningemezwa. Sasa ile sasa hii mguu iko pande hii, iko pande hii. Yes. Sasa hii ilimezwa mpaka hapa. Oh my God. Siwezi piga kelele na sina nguvu. Lakini naona mimi naenda. Unamezwa. Naona naenda. Na python. Yes, naona tu mimi ninaenda. So walikuwa wamekuweka hapo umezewa hapo. Walikuwa wameniweka hapa either hii kitu inimeze ama wao wakuja wamalize kazi. Sababu baada ya dakika kama 20 walikuja kama watu 10. Wakiwa wengine wako na shoka, wengine wako na panga. What? Sasa walikuja na hizi sufuria hizi kubwa hizi. Sasa hizi sufuria zilizoletwa kubwa. Nawaona na mashoka na mapanga. Ni wanaume, mimi ni mtoto bado. Mtu wa form 2. Sasa
Na pia ile hali nilikuwa siwezi kujitetea hapa sababu sina nguvu. Ile tukio ilitokea last night, tena hii sasa. Sasa huyu mzee aliyetuuzia tushamba aliambiwa kama ile kisu alishapen vizuri. Hapo ndiye alisema ya kwamba ajui pale ameiweka na nadhani iko huko. Yes. Lakini kwa moyo wangu nilianza kuimba wimbo fulani. Hii wimbo inaitwa Damu ya Yesu. Yes. Damu ya Yesu. Singeweza kutamka kwa kinywa. Lakini nilikuwa naimba kwa moyo. Ndani ya moyo wangu. Juu nilijua hakika hapa sitatoboa. Yeah. Lakini jambo la kushangaza ndugu yangu, wakati walipoingia wote, walipata ile nyoka imenimeza pande moja. Wakaita kwa jina fulani. What? Waliita kwa jina fulani. Yes. Na ikatoka. Wakaiambia kaa hapo nyuma. Chakula chako utapata. What? Vile tunaongea na wewe. So ilikuwa already shameza mgunuso. This side. Kai. So in other words, kama haingekuwa ni Mungu, yes, pengine ingekuwa ishanimeza yote. Lakini ilikuwa imemeza hapa. Vile ilikuwa imeshameza this side. Wakaiongelesha. Itoke. Ikatoka. Sasa huyu ndugu ya baba aligusa mkia. Aligusa hii kitu mkia. Ilitoka polepole kabisa. Hata hii ku overreact. Ikatoka ni kama ilikuwa naelewa hiyo mambo inawaambiwa. Kuna lugha walitumia siwezi elewa mpaka leo, lakini nafikiria ni hizo malugha za Kimazingaombwe. Ikatoka. Ikakaa huko nje. Wakati huu nilikuwa naimba damu ya Yesu. Kukatokea kitu kama mvua, manyunyu kidogo. Ikatokea radi. Inapiga pa. Wakasema tukio kama hilo likitokea, tusimalize saa hii. Yes. Wacha tumweke mpaka kesho, tumalizie kesho. Sababu tayari kafara nayo ndio hii tushapata. Kumbe mimi nilikuwa nitolewe kafara. What? Miungu, that night. Yes, miungu mizimwe ama hizo miungu zao zipate kafara. Sasa hii kupiga pap na radi, pengine kulingana na hizo imani zao, yes, walikuwa wanaona si vizuri kunisacrifice this night. Kwa hivyo niwekwe mpaka kesho. Wakanitoa wakanipeleka karibu na river. Hiyo river inaitwa River Kuja. Kwa Wakisii inaitwa Gucha. Sasa pale wakinipeleka, kumbe kulikuwa na watu pia hawakukimbia usiku. Waliwaona. Night runners. Yes. Waliponiweka pale nikabaki, wakienda wale walinichukua. Wakaniweka nyuma ya fisi. Wakiniweka nyuma ya fisi, tulikimbia, sijui tulikuwa tunakimbia tunaenda wapi, lakini tulikimbia mpaka asubuhi saa 11. What? Ukiwa kwa fisi? Yes, kuna mtu ana ride. Kama farasi. Fisi? Yes. Inaenda mbio. Tulikimbia kwa maboma mengi. Sasa asubuhi kitu 5 tulikuwa area inaitwa Mbita. Okay. Sasa hii area inaitwa Mbita, wakasema ya kwamba given that mimi wamenichukua, hawawezi kunirudisha huko. Wale watanipata. Sasa mimi ni tool ambayo itatumika huku tena. Sasa haya ni masaibu shetani alikuwa anajaribu kunipiga nayo. Namshukuru Bwana tena kabisa. Nikaingizwa kwa nyumba fulani 5 in the morning. Yes. Hiyo 5, kumbe huyu mama nimeingizwa kwake, kumbe ni mkubwa wa hiko kikundi hiyo area ya wachawi. Kumbe ni mkubwa. Nilipelekwa kwa mkubwa. Sasa mimi nikae pale. Lakini kabla sijawekwa waliniambia fungua mdomo. Nikafungua mdomo. Kuna kitu ilikuwa inakaa kama damu. Sijui ilikuwa ni nini. Kwa kanyungu fulani. Wakaniwekea kwa ulimi. What? Nikasikia hiyo ulimi ni mzito, sio kama ulimi yangu. So in other words, you cannot talk. Yes. Hata kelele wezi piga. Nikasikia mwili wote ni kama iko paralyzed. Oh my God.
Yani ni kama ni some kind of a thing you cannot describe. Yani nasikia ni kama uko kwa fridge, yani ni kama ujijui. What? Vile tu waliweka hapa. Ili pengine nafikiria nisipige kelele, watu wajue kuna mtu hapa. Sasa hapo ndio Mungu akaanza kujionyesha, kujidhihirisha kwa boma ya huyu mama. Asubuhi mtoto wake msichana wa around 13-14 alikuwa amekuja hapo kuchukua, nyuma ya hiyo nyumba alikuwa amekuja kuchukua kuni kwenda kutengeneza, wanatengeneza breakfast. Yes. Akaniona. Kuniona kuna kitu aligusa. Alafu akanigusa na hili kidole. Na I was not reacting. Akachukua kisu fulani, akakata hapa, unaona alama. Ya alama hii. Yeye alikata hapa. Damu ikatoka, akamix na ile damu. Fikira zangu zikarudi. What? Msichana tu around 13-14. Yeye ndiye alikata hapa. Damu yako akamix na damu. Na ile damu sasa fikira zikaanza kurudi. Akaniambia umetoka wapi? Nikamwambia mimi nilikuwa mgonjwa kwa shule. Nikamwambia my whole story. Akaniambia unajua ni nini? Hapa kwetu, hebu angalia pale. Kuangalia, unaona hizi mikono? Naona kama mikono 3 za watu. Mikono tu kama hizi. What are you saying? Yes, kama hizi tu, unaona kama hizi. Akaniambia angalia pale. Lakini zimekauka. Sio kitu ya saa hiyo, ni vitu zimekaa. Zimefanya hivi mikono. Sasa wewe vile umeletwa hapa, ikifika usiku hizi mikono zitakatwa. What? Hata hizi miguu. Oh my God. Lakini ile fisi ilikuleta hapa, lazima wataipatia zawadi kwa hiyo kazi. Na hiyo zawadi ni kumaanisha utakatwa hapa katikati. So huko nyuma lazima pia itapewa ikule. Sababu ni kama ilifanya kazi ngumu. Nikamwambia dadangu, mimi naitwa Swanso. Babangu alikufa. Mtoto wetu sijui alienda wapi. Mamangu pia alifukuzwa. Naomba tu tafadhali, kwa tuna utu, nitoe hapa. Na Mungu siku moja atakubariki. Nitoe tu hapa, unipeleke pahali. Huyo msichana akaniangalia, akaanza kutoka damu. Nini machozi. Sijui ni nini limgusa hivyo, lakini nafikiria ni Mungu. Akarudi kwao, kwa ile nyumba yao. Juu alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Adhiambo. Sasa kwa nini umekaa sana? Akasema ya kwamba mguu inaniuma na tumbo inaniuma. Sijui kama leo nitaenda shule. Mama akamwambia unajifanya? Hapana, nasikia tumbo inaniuma. Akaambiwa akatafute dawa fulani achemshe, aone kama itapoa. Akasema imemzidia. Lengo alikuwa anataka kuniokoa. Juu watu wakishatoka nda shamba, si amebaki hapa, itabidi anitoe. Sasa hivyo ndio vile litendeka. Alibaki, na wale walipoenda akaniambia fanya hivi. Hizi nguo zako zote turn upside down. Nikaturn mpaka nguo ya ndani upside down. Kama hii sasa ugeuze. Yes. Yes. Sasa ya ndani nikavaa upside down. Trouser. Upside down. Shirt upside down. Alafu kuna kitu alichukua. Akaniwekea huku kwa sikio. Siwezi sikia chochote. Na huku pia akaniwekea huku. Alafu alinishika kichwa. Akanipulizia pumzi zake. Kwani hata alikuwa mganga tena? Yes, ni mtoto wa wale. Si amelelewa kwa ile maneno. Yes. Sasa mimi nashinda ni Mungu alimtumia ama ni nini? Yes. Akanipuliza. Alinipuliza mara 7. Fikira sasa zikaja. Akaniambia aenda, lakini hii shida yote sasa mimi ndio nitabaki nayo. Kule unaenda wewe, ukienda
kile utafute, tafuta mtu atakuombea. Sababu wewe ni kama wewe ni kama fikra zako zimeshakuwa turned upside down. Kwa hivyo ili urudi katika ile fikra normal ya mwanadamu ni ngumu. Tafuta mtu ambaye ni waombaji strong, watakuombea. Kwa hiyo pia wachawi wanajuanga kuna waombaji strong. Anajua. Shetani anajua Mungu yuko, shetani anajua Roho Mtakatifu yuko, shetani anajua Kristo yuko. Sasa hii ni kwa masaa 2-3. Huku sijui mtu. Sijawahi kuja huku. Saa 2-3 asubuhi. Sijakuja huku. Lakini Mungu ni mwema. Yes. Nikasikia kanisa watu wanatukuza. This was on a Friday. Watu wanatukuza. Nikaingia kwa ile kanisa. Vile niliingia kwa ile kanisa, kuna presence fulani, uwepo fulani wa Bwana. Vile tu niliingia hivi, nikasikia ni kama kuna vitu zimetoka kwa ile sikio. Hata zile vitu aliniwekea zilitoka. Nikaanguka pale kifudifudi mbele ya ile altar. Niliombewa na mapepo zilitoka. Ikifika ilikuwa kitu saa 9:10 jioni. Ndio fikra zangu zilirudi timamu sasa. Kumbuka huyu ni mtu alikuwa wazimu. Ile wazimu haikuwa imemalizwa. Nikaingia kwa mbele za hawa wakafanya vitu zao. Huyu ni yule alikuwa amemezwa na chatu. Yes. Huyu ndio yule amekimbizwa, ameenda mpaka nyuma ya hii fisi wakakimbia huko. The whole night. Sijakula chochote bado. Huyu ndio amepulizwa hizi pumzi na yule msichana ambaye ni dota wa wachawi. Hizo pumzi sijui zilikuwa za kufanya nini, siwezi elewa. Lakini kitu nakumbuka aliniambia nikienda huko nitafute kanisa. Nitafute waombezi watakao niombea. Wewe ulijuaje kanisa yenye uliingia? Si sasa mimi naenda. Nikasikia tu sauti. Yes. Watu wanatukuza. Sasa kule kutukuza ndio nikaingia. Sijui kanisa ni gani, juu mimi pia ni mgeni huku. Yeah. Sijui mtu huku. Hakuna mtu najua. Yeah. Hakuna, niko mguu tupu, sina viatu. Yeah. Watumishi wa Mungu walichukua nafasi, waliniombea. Mimi when I came back to ilikuwa ni kitu saa 9. Kumaanisha hii muda yote tangu saa 3-4 mpaka saa 9. Hayo masaa yote ni kama walikuwa nafanya kazi kwangu. Fikra zangu kurudi, naona kumbe nilikuwa nimeroll hapa, nguo hii shati imeraruka. Sina hata hii longi ilikuwa imeharibika. Lakini kitu muhimu sasa nilikuwa naweza kutambua watu. Akili hisia zimerudi. Yes. Wakaanza kuniuliza nimetoka wapi, nikamwambia nilitoka shuleni jana, hili na hili na hili lilitokea. Nikakuja nikachukuliwa na watu wawili fulani na fulani. Nikapelekwa kwa nyumba fulani, kitu fulani kanimeza this side. Wakiangalia hiyo side, hiyo kitu ikikuwekea mate, unaona vile nini inaitwa snail. Yeah. Si unaona snail ikipita pale hivi. Inaacha ile nini yake. Hiyo nini. Sasa hii mguu yote ilikuwa hivyo. Na inawasha. Ilikuwa inawasha kweli hii mguu. Vile tu ile meza ilikuwa inawasha. Sasa hapo wakanipatia chakula, nikapewa pale pa kuoga. Wakati nikioga saa hizo, nikioga kwa bafu ya pali hapo, wale watu ambao nilikuwa kwao, sasa huyu mkubwa wao area hii, kumbe walirudi kule nyumbani. Wakatambua siko. Wako na mechanism, wako na njia ya kutafuta mtu ambaye amewatoroka kutoka kwao. Yes. Walikuja mpaka kwa ile kanisa. Wacha. Yes. Walikuja. Wacha. Walijua. Wako na njia. Sawa tu. Ya tuna vile mbwa. Katika nini spirit. Hizo spirits zao zinawaambia mgeni wetu ametoroka yuko pale fulani. Sawa, sijui na kufuata kupitia kwa hiyo harufu yako ama wanatumia nini? You can never tell. Walikuja mpaka pale ni kama pia wanataka kuomba. Sasa wanaomba na mmoja ananiangalia, nikawaambia tafadhalini, nikaambia wachungaji tafadhalini nitoeni hapa. Na wale pia walijua
kuna maneno hapa. Sasa wakawazubaisha wale watu, nikatolewa pale. Yes. Kumaanisha wangeweza kunipata tena. Sasa kule tulipoenda, usi wengine wamebaki wanazubaisha hawa. Sasa kule nilipoenda, hapo ndio niliombewa. Na hapo nikiombewa, hapo ndio ujazo wa Roho Mtakatifu ulianza kufanya kazi. That very day. Na Roho wa Bwana akatabiri vile nitafanya kazi ya Bwana. Na Roho wa Bwana akatabiri ya kwamba mama yangu atarudi mpaka katika ile boma. Na wale watu watakwisha. Leo naongea na wewe. Hiyo boma imebaki na wajukuu, lakini wale wote hawako hata mmoja. What? Hawako. Hakuna mtu aliwagonga rungu, hakuna mtu alienda popote, lakini walianza kuroga na wao wenyewe na hizo vitu zao. Sasa ilikuwa ni kama mimi najua zaidi kukuliko, sasa watu wanapimana nguvu, wakamalizana. Imebaki tu sasa ni wajukuu. Sio watoto, wajukuu. Mungu ni wajabu. As we speak saa hii naongea na wewe, nimejenga kwa ile shamba tulifukuzwa. Ile shamba tulifukuzwa. Mungu ni mwema. Saa hii naongea na wewe, mamangu ni mzee, lakini yuko katika ile boma alifukuzwa. Alirudi. Na ako na amani pale katika ile boma. Kwa hivyo namshukuru Bwana. Yes. Katika kule kuombewa na Bwana kutabiri haya yote na yakaja yakatimilika. Nilishikilia wokovu kuanzia wakati huo mpaka wa leo. Yeah. Mpaka sasa hivi naongea na wewe, nimepitia masaibu. Hata kitambo niitwe mchungaji, haikuwa rahisi. Kitambo nipitie yote ili niitwe hata mtumishi wa Mungu, haikuwa rahisi. Sasa si niliombewa, nimepona, nimemaliza form 4. Sasa nataka kutafuta kazi. Kumbe kuna altars fulani waliponifanyia zile vitu ni kama za kunirudisha nyuma. Kuna vitu walifanya siwezi kuelewa, lakini kwa maombi nilikuja nikagundua ya kwamba ile ilikuwa ni giza ya kiundani. Ili itoke lazima Kristo aingie ndani pia kabisa. Ilibidi sasa nafunga na kukesha na kuomba, kufunga na kukesha na kuomba. Tukiwa na mama, nikatoka kule nyumbani na kuja Nairobi. Nairobi nilipata kazi. Lakini kazi baada ya kupata muda kidogo nikaachishwa kazi. What? Ile pesa kidogo nilikuwa nayo nikaanza kuuza njugu. Yes. Na hizi mahindi za kuchoma. Nikapata msichana ili nimuoe. Huyu msichana wazazi wake ni madaktari Kenyatta. Na mimi ni mtu wa kuchoma mahindi. Hebu angalia hiyo difference. Class. Hiyo class. As you got the same. Yule wazazi ni madaktari. Mimi mtu wa kuchoma mahindi kwa barabara. Na njugu. Zambao 10, 50. Na amekubali tuishi. Yes. Tukaishi kwa nyumba ya matope Soweto. Kukatokea wakati fulani ilikuwa inaitwa wakati wa El Nino. Sikujua hii ploti tumeishi chini ilikuwa sijui ni line ya maji fulani. Unajua kule nyumbani unaweza kwenda kulima, unapata hapo unalima ni maji. Sasa hii ploti tulikuwa naishi ni that kind of thing. Sasa usiku mimi kuamka nikasikia mguu imeingia ndani ya maji. Nikamuuliza mama, kwani ulikuwa umemwaga maji kabla tujalala? Akaniambia hapana. Na si miguu yangu yote iko ndani ya maji. Ile nyumba sio ya stima. Ya matope. Na tuko Nairobi. Sasa tuko na hii taa ya chini. Nikawasha. Kumbe maji shafika karibu na kitanda. Mtoto tuko naye mmoja. Tukatoka. Kama dakika 20 hivi. Choo ika sink. What? Choo ya hiyo plot ili sink ikaingia ndani. Kama dakika kama zingine hivi. Zile nyumba kama 2, hiyo choo ilikuwa side yetu. Kama nyumba 2 pia zika sink. So in other words,
ilikuwa inaenda mpaka inaweza fika kwetu. Mungu alinirehemu hapo. Kesho ndugu yangu, tumshikilie huyu Yesu. Ako na maana ya kutuita. Kesho shemeji yangu alikuja. Shemeji yangu alipoona kile kilitendeka, alisema dada yake haizi ishi na mtu ako katika hali hii ya uchochole. Na akasema ya kwamba kama huyu ndio Yesu watu wanaabudu, hata heri ikae. Alisema kwa kinywa chake. Alichukua dada yake na mtoto wangu. Alikuwa na gari. Badala ya kutupatia support twende kwa nyumba nyingine, yeye alichukua dada yake na mtoto wangu. Nilibaki peke yako hapo. Una makao, una nini? Nimebaki